katika wimbo huu inamaanisha kwamba ibada sasa rasmi inatarajiwa kuanza mahali hapa. Tumkaribishe Baba Askofu. Naomba watu wote ambao tumeketi huku tusogee pamoja ili tuweze kupokea ufunguzi wa shughuli yetu kwa ibada. Bwana Yesu asifiwe. Kwanza kabisa, kabla sijasoma neno, nataka nitoe shukurani nyingi sana 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 kwa rafiki yangu. Nikisema mpenzi msinitafsiri vibaya. Rafiki yangu mpendwa Caroline Flugby. Yeye alikuja huku kama volunteer. Sasa unajua wavuta bangi huwa wanafahamiana kwa vidole na midomo. Kiona mdomo umechibuka, najua huyu mvuta bangi mwenzangu. Sasa na sisi tulifahamiana kwenye muziki. Wakati nilikuwa na nafasi ya kwenda kufundisha muziki pale na pale na pale, na nikipata wimbo nikiona sina nafasi nampa yeye anafundisha. Kwa hiyo tukafahamiana, tukazoeana, tukaenda Ujerumani. Nilipokwenda kule sio mara moja, nikazoeana na wazazi wake sana na ndugu zake sana. Na hata nikienda leo nikikosa pa kulala napata kulala kwa baba yake na mama yake. Na Mela na marehemu Kocha pale palikuwa kama nyumbani kwetu. Na siwezi kusimulia mengi, lakini palitufaa sana. Sasa baadaye nilianza ile wazo la muziki. Mimi nazeeka. Kwa hiyo akatafuta vijana ambao tulikuwa nao wakati wewe tulikuwa tunafundisha kwaya ya Ikalamu na kwaya zingine hapa na pale, lakini kwaya ya Ikalamu tulifundisha sana. Na tukifundisha tulikuwa tunamwachia Alex anaimbisha. Kwa hiyo ikawa kama triangle, mimi, Caroline, Alex. Sasa likaja hili wazo la how did we come this way. Yeye ni mwimbaji wa aina, yani muziki uko kutoka kichwani mpaka kwenye vidole. Alipokuwa kijana huyu hakumuona, huyu kijana huyu mchungaji huyu Lupiana hakumuona, sisi tulimuona. Alikuwa ukiimba muziki wa South Africa anapanda kwenye meza alafu anacheza. Tukamwita Peter Sauce. Hata tukikutana na Peter Sauce ananyoshia kidole hivi. Sasa nani Agape? Agape ni zao la huyu. Huyu na mimi tumelala chumba kimoja chuoni. Tumekaa pamoja Mkwawa, lakini mwenzangu akahama. Tulikuwa combination moja PCM, yeye akahamia Zanaki Tanzania. Baadaye tukaja tukakutana kwenye uchungaji, tukalala chumba kimoja. Tuka develop friendship. Wakati anaoa, sisi ndio tulienda kuposa mwali. Na mimi nilikuwa nimetoka Ujerumani wakati huo, nimevaa suruali moja inavaliwa hapa. Alafu napiga mikanda inaitwa mayenu. Sasa tumefika pale, tunataka kuposa msichana. Wazee wakatufukuza. Wakasema wamekuja kihuni hawa. Wamekuja bila wimbo. Kihuni gani wakati mimi tayari ni askofu tayari. Basi mimi nilikuwa nishakuwa askofu, nilikuwa mchungaji bado. Ilikuwa mwaka 79 nilikuwa bado mchungaji nikifundisha Kidugala. Nikifundisha Kidugala. Akasema, huyu hapa amekuja kutoka wapi huyu tena? Ilikuwa tumeenda Ujerumani wakati walituita vijana wa Ujerumani, wakatupa na suruali za vijana tukaletewa kitabu na mzee, tukafungua, tukaenda tukamposa mama yake Agape. Kwa hiyo mkiangalia hiyo background, sisi tuko pamoja, sio leo, sio jana, sio mwaka jana. Sisi tuko pamoja tangu mwaka 1977 ninapoota ndoto ya chuo kikuu. Sasa leo mmetubariki. Nataka kusema Caroline, Alex, Lupiana, Agape, leo uzee wetu tunajisikia baraka kubwa sana kwamba sasa mmeleta muziki hapa. Caroline aliniuliza kwamba unataka violin, nani atapiga?
Kwa hiyo baadaye nyinyi wapiga violin peke yenu, nataka nipige picha apeleke nyumbani, alafu ndipo wasimame mrefu mwenye gitaa aonyeshe kwamba na mwenye tarumbeta. Leo hamkupiga tarumbeta. Tarumbeta aliwahi kuona mimi nilikuwa napiga na yeye anapiga. Mimi gitaa alinifundisha kweli. Tulikuwa tunafundishiana chumbani. Na baba yenu huyu hapa anapiga bezi. Tutafikia na lile kubwa zaidi. Kwa hiyo hata tarumbeta zilipofika hapa walikuwa hawajui chochote. Ilibidi niwe na walipa waje kujifunza. Hawa kina marehemu Mela, marehemu Victor nani wale. Hawa wanaopiga tarumbeta nilikuwa na walipa ndio waje wajifunze tarumbeta. Leo utakuta wanapiga kiputa. Wanapiga bila utaratibu. Anasema haya. Unajua kiputa ni nini? Utauliza wahehe. Sasa tumefika hapa. Mimi naita hii ni hatua moja kubwa sana ya dayosisi ya wapi? Ya Iringa. Aliniuliza nani yule kwamba mbona hukuwepo kwenye uimbaji wa mwaka huu? Nikasema mbona nitasikia nyimbo zile zile? Wakisema kwaya ya utamaduni, nilikwenda zangu kwa mke mwenzangu kanipiga fimbo jikoma. Tiki 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 taka tiki tiki taka tiki tiki kanipiga fimbo 50. Nikasema nitasikia hicho. Halafu siku hizi mmeleta mtindo mwingine, wakiimba nitasoma neno. Wakiimba lazima kwaya kiesa pale. Wamalizie wimbo unamechanganya kanyaga kanyaga katoka jikoni timido kushika jikoni. Ndio wimbo. Sasa najiuliza what is this? Mbona viwango havipo? Kwa hiyo Lupiana Fue na ndugu yao Alexi, mimi nataka turudi kwenye viwango. Tuwe na viwango. Tarumbeta zipige kwa viwango. Sio anameremeta hapa anajaza pumzi, unafikiri hata kujisaidia why? Msikoni hiyo. Sasa tukawa sasa mwenyewe nikisema nikae nifundishe muda wangu ndio haukamatani. Yaani muda umebanana, sijui nitaregeza lini. Maana saa hizi kwa mfano za hizi natakiwa kuedit vitabu 6. Sasa vitabu 6 kazi ngumu kweli. Wakati mimi kulala inakuwa. Sasa amekuja amefanya kwa hela yake, kwa nauli yake, ametusaidia kukusanya. Hebu mpigeni makofi binti yangu. Ndio upige picha na si wazee. Bila nini? Niwashukuru sana. Na wewe bwana unaimbisha kwa kuu pale na nini, tutaongea zaidi, lakini ukikaa na hawa utakuwa na ile raha ya mchanganyiko. Raha ya mchanganyiko. Kanisani tupo wote tunahitajika kanisani. Anayekuja amechelewa anahitajika, anayewahi anahitajika. Wengine wanakuja wametoka kupiga mzuka kidogo, na wakati mwingine hawahitajika, wakati mwingine wanahitajika. Ni matatizo yanayoendelea, yanaingiliana. Mimi nawashukuru sana kwa kuunga mkono kundi hili la Music House. Mengine nitasema wakati naweka jiwe la msingi. Sasa naomba tusome neno, sitaki tusome mengi sana. Wanasema kwa utaratibu. Mimi naomba kwanza mchungaji Fue soma Zaburi ya 150. Halafu wewe tafuta ile nitamsifu Bwana ningali naishi, sikumbuki tena muda ninaoishi. Tafuta nitamsifu Bwana muda ninaoishi, hapo utaisoma hiyo. Nayo iko kwenye Zaburi. Lakini nitaka kuwapa heshima wanawake. Mtu wa kwanza, kesho nitawafundisha wachungaji. Mtu wa kwanza aliyetunga wimbo ambao unaishi kwenye Biblia, mnamkumbuka ni nani jamani? Niwakumbushe. Dada yake wa Musa aliita nani?
Hamumjui wenyewe. Wanyakyusa walipotunga wimbo wasema Musa alifundisha wimbo mpya. Hakufundisha Musa, dada yake, yule dada yake walipovuka bahari ndio alitunga ule wimbo anaoimba Kristina Shusho, farasi na kupanda farasi amewatupa baharini. Sasa mtafute mpaka mumpate. Si mnashindaga na simu hizi. Kijana mtafute dada yake. Mungu akija. Kijana, unatakiwa usome bwana. Mtafute yule dada yake wa Musa aliitwa nani? Usimuulize mchungaji Fue. Tafuta kwenye Google utampata. Kwanza unasema haleluya, msifuni Mungu katika patakatifu pake, msifuni katika anga la uweza wake. Alafu mstari wa 4, msifuni kwa matari na kucheza, msifuni kwa zeze na filimbi, msifuni kwa matoazi yaliayo, msifuni kwa matoazi yavumayo sana. Kila mwenye pumzi na msifu Bwana. Haleluya. Amen. Haya. Mbona hii amjatoa? Msifuni msimidi Bwana, na vyote vilivyo ndani yangu limidi jina lake takatifu. Kwa nafsi yangu mhimidi Bwana, wala usisahau fadhili zake zote. Amen. Miriam, emphasis yangu sio lazima upasome, lakini niweke mkazo. Walipovuka bahari, Musa alikuwa amelelewa kwenye mazingira ya Kiarabu, hakuweza kutunga wimbo. Haruni alikuwa hajui kutunga wimbo. Aliyetunga wimbo kuwaimbisha Israeli wote, kueleza ile victory, alikuwa ni mwanamke. Sasa mara nyingi watu hawatoi credit kwa wanawake, wanataka waonekane ni wanaume. Na sisi tulipofundishwa wimbo tukiwa wadogo, tuliambiwa Musa ndiye aliyefundisha wimbo mpya. Hakuwa Musa, alikuwa Miriam akafundisha wimbo mpya. Kwa hiyo hii mnaona hata hapa mtamwangalia wanaopiga violin wanawake 3, mwanaume mmoja. Nyinyi sio mmeenda kwenda wapi? Kwa hiyo I'm calling upon men. Kama hazitoshi, zikitakapotosha mje mjiunge. Baadaye mtataka muonekane, wakisema mchague mwenyekiti anachaguliwa mwanaume. Hapana. La mwisho nasema hili kusudi mjue vizuri. Mnyi mnakumbuka IBM mlipofika mahali mkatikiswa hivi. Hata hapa tunaanza music house, watatokea watu wenye tamaa, wanaweza kufanya nini? Kutikisa. Mimi nimepata uzoefu huo kwenye chuo kikuu. Kwa hiyo sitaki ile hali irudie tena. Nilikuwa natengeneza hoja tukiwa na binti yangu kwamba proposal moja imekuja toka kwa Lupiana, nafikiri hata kwa Fue na kwamba hii itakuwa kuwa NGO. Watauliza kwa nini afungue askofu. Nafungua mimi mlezi wa music house. Na Fue tutamuweka kuwa mwenyekiti wetu wa bodi ya music house. Tunatengeneza non-governmental organization, non-profit organization. Article ya mwisho, affiliated to the Lutheran Church, bila kutaja kanisa gani. Maana Lutheran Church ya hapa, Lutheran Church ya Ujerumani, na Lutheran Church popote pale ilipo. Affiliated. Affiliation maana yake ni kwamba sisi tutafanya vitu vyetu kutokana na misingi ya Kilutheri. Na mle ndani tutaandika tunafanya kwa misingi ya Kilutheri. Na nashukuru wale mlio draft. Tunataka kutunza nyimbo zetu na nyimbo za mapokeo ya Kilutheri. Huu ndio msingi wetu. Hatutakataa wimbo unaoelekea vizuri wa Kiromani,
au nini, lakini msingi wetu ni Walutheri. Na huu chini ya mbawa zako mliopiga ni wa Kisweden, mtunzi ni Msweden. Nilimwambia huyu, na Amerika tuna culture, nionapo amani kama shwari, mvua itanyesha nipo mchungaji hapa. Sasa nisirefushe maneno, najua mnataka kwenda kujifunza. Naomba baada ya hapo muimbe, niweke jiwe la msingi. Wale watu ambao nimewataja pamoja na Caroline, njoni hapa. Na wewe tunapata ile ile. Nienda Kigoma ndio tuko hapo. Na sisi tumekwenda huko. Mnapoimba mimi saini Biblia. Kazi nzuri. Sio mnaanza mandunguli. Hapo wengine wanaanza ndunguli. Hakuna nini. Huu ndio muziki bwana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nafasi usiniache peke yangu, usinipungukie na kutegemea Bwana, wewe peke yako Jehova, japo imani yangu ndogo sana, hivyo na kutegemea, uliniumba usiniache, hivyo na kutegemea, uliniumba usiniache. Bwana nakutazama
tumaini peke yako. Mavumbini uninyanyue, kilindini wewe ukanione. Umeniinua nafsi yangu Bwana, umenihuisha na kunitoa miongoni mwa wanaoshuka. Mwimbieni Bwana na kufanya shukrani, tena kwa utakatifu wake. Mwimbieni Bwana na kufanya shukrani, tena kwa utakatifu wake. Kwa maana ghadhabu yake, kwa radhi yake mna uhai. Huenda kilio huja usiku, asubuhi furaha. Huenda kilio huja usiku, asubuhi furaha. Nami nilipofanikiwa nalisema, kamwe mimi sitaondoshwa milele. Nami nilikulilia Bwana, niliomba dua. Bwana, ninakupa moyo wangu. Bwana, upokee sifa zangu. Bwana, usifiche uso wako. Bwana, nami nikafadhaika. Bwana, ninakupa moyo wangu. Bwana, upokee sifa zangu. Bwana, usifiche uso wako. Bwana, nami nikafadhaika. Bwana, nikumapa siondoki mimi, usiponishika nikatembee na wewe. Unifanyie furaha ninapokutumikia, nikutazame kwa imani. Ninaamini niko pamoja nawe, ni Mungu wangu, unishike. Wanijua, unishike mpaka nifike mbinguni. Asante. Beba maono mbalimbali ya muziki ambayo yamekuwepo muda mrefu. Tunamshukuru Mungu siku ya leo tunashuhudia uhalisia wa ndoto za kimuziki ukianza kutembea. Shukrani. Tunamshukuru Mungu mara kwa mara kwa kuwa sisi tunafanya kazi yake na yeye anatuwezesha sisi kuifanya. Tumemtegemea yeye kila siku tulipowaza juu ya ndoto ya Music House, na sasa tunaona matunda ya kumtegemea yeye. Kupitia urafiki wetu tunamshukuru kipekee sana Caroline ambaye amefanya kazi kubwa sana kushawishi wanamuziki mbalimbali kutoka Ujerumani kuelewa ndoto ya Music House na kuiweka kwenye matendo. Caroline, tunakushukuru sana wewe na timu yako ya Garage, mara nyingi umesema Garage, na wanamuziki waliokuunga mkono kufanya ndoto hii itokee. Tunaomba utufikishie salamu nyingi za upendo huko Ujerumani. Wajerumani hawa wametupa fedha, wametupa vifaa vya muziki vingi sana. Wamejali huduma ya diakonia, wametusaidia sana. Tunashukuru sana pia kwa msaada wa vitu vingi vya hospitali ambavyo tumeshapokea na vingine vinakuja. Hatuna neno zuri zaidi ya kusema danke. Yeah. Namba 3, tunashukuru sana familia ya mchungaji Peter Fue kulielewa wazo la Music House na kukubali kutupa eneo hili ambalo tupo. Huu ni upendo mkubwa sana. Kiuhalisia kupata eneo hili ingetupasa kusubiri miaka mingi, lakini mchungaji Fue na familia yake walifanya jambo hili la kutoa sadaka ya kiwanja hiki kwa taasisi yetu kirahisi kabisa.
Shukrani zimwendee baba yetu na mlezi wetu wa taasisi yetu, Askofu Profesa Oldenburg Ndegela, kwa kuwa nguzo yetu kubwa. Baba yetu amefanya mengi yasiyoandikika kwa muda huu mfupi wa kuelezea. Hatuwezi kuelezea chochote, yani amefanya mambo mengi. Mungu akubariki baba, na tunaomba uendelee kutolea mpaka tufanikishe jambo hili. Umefanikisha mengi tunajua, na chini ya ulezi wako hili pia tutalifanikisha. Kwa waimbaji IBM Singers, zamani kwaya ya vijana, mmekuwa watekelezaji wa shughuli za Music House kutoka imeanza, na mmelibeba jambo hili kwa uzito wake wote. Mmejitoa muda na mali kufanya kazi za Music House. Kila mmoja apokee shukrani yake. Dayosisi Iringa, yeye ndiye mwavuli yote kuingia. Dira amekuwa mdhamini wetu kwa kazi nyingi za kontena na kutuhifadhi kwenye majengo ya dayosisi. Tufikishie salamu kwa Baba Askofu Dr. Blaston Gavile na management ya dayosisi kwa ujumla. Tunawashukuru sana kwa upendo. Tunatumaini kuendelea kushirikiana nao katika hatua kwa hatua. Mwisho, Baba Askofu Profesa Oldenburg Moses Ndegela, tunakuomba utuwekee jiwe la msingi kama ishara ya kuanza kazi za kujenga taasisi hii. Imeandaliwa na Music House na baba ameshaipokea, amesaini kabisa, na mchungaji mkuu amesaini, na sasa tutawapatia kwa usafi kabisa wengine muweze kusaini kwa haraka. Baba wawakilishi, lakini hapana, kila mmoja asaini, aingie kwenye kumbukumbu. Ndio tunasaini sasa. Umesha saini? Yeye amesha. Tumaini la pekee ni kwa Bwana aliyetuumba. Usiache kumtazama na kumtegemea yeye, ibaki upatapojaribu na kushindwa na aibu zote. Omba Mungu usitoke kwenye imani kwa yeye, ibaki hivyo. Ni Yesu aweza, atosha, ibaki hivyo. Kwake kuna nguvu na neema, kwingine huwezi kuipata. Tulia, 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 ibaki hivyo. Tulia, ibaki hivyo, mambo yote yatapita. Tulia, tulia kwake, tulia, tulia, Yesu ni wako, ibaki hivyo. Tulia, ana mipaka, tulia, ibaki hivyo, mambo yote yatapita. Nikumbukapo kwamba yupo Yesu kunishika mkono, ninapokosa wa kumwamini zaidi ya yeye, ibaki hivyo. Ndugu yangu, simama upya tena, Yesu anapenda kukuponya moyo wako na kukupa tumaini, ibaki hivyo. Ni Yesu aweza, atosha.
kwake kuna nguvu na neema, kwingine huwezi kuipata. Tulia, tulia kwake, tulia, umng'ang'anie, tulia, Yesu ni wako, ibaki hivyo, tulia, hana mipaka, tulia, ibaki hivyo, kwamba yote yatapita. Tulia, tulia kwake, tulia, umng'ang'anie, tulia, Yesu ni wako, ibaki hivyo, tulia, hana mipaka, tulia, ibaki hivyo, kwamba yote yatapita. Na hii yote sasa wewe chomeka hii pamoja. Hivi hivyo inakaa pamoja. Ikikaa hivyo haitoshi. Aha. Maana umetenganisha. Kwa hiyo inakaa hivi, alafu inakaa hivi, alafu inakaa hivi. Okay, sasa ndio uweza kwenye kirambo. Kwa nini hata jisingie kwenye kirambo jamani? Ndio. Nitafuta maarifa ya kuweka. Mtu mmoja apokee simu hapa. Kitabu cha nyimbo kwa ajili ya Music House ambayo kazi yake ni kumsifu Mungu, sio kwenda kwenye sherehe za wapagani. Nafanya hivyo kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Msumari utafaa hivi. Aha, okay. Unasema wengine sio wazee wa kanisa wana akili. Huyu ni mzee wa kanisa Diakonia Kilimhana. Isa, njoo. Hivi labda inaonekana hivi. Weka uchawi wa Kihehe hapa. Asante. Na ninaweka sasa kile kibao. Sasa fundi tunafanya hivi. Mwenye kuandika jina la Kijerumani lilimshinda. Aliandika Oldenburg. Tumesema hivi atafanya kwa mabadiliko, lakini hapa naweka ili ipigwe picha hapa. Nikishaweka hapa, usiweke simenti kwa sasa mpaka Kimhana na Alexi watakapoleta mabadiliko. Sasa basi, naomba tufanye hivi kama walivyozunguka hawa, tuzunguke hivi hivi. Sasa wewe umejileta mbele mno. Njoo Caroline hapa. Halafu nyinyi wa Music House Kilimhana, njoo kae karibu na Fue hapa, na wewe njoo kaa karibu na Caroline hapa. Sasa ninyi wenye vifaa vinatumulika usoni, hii tafuteni kitu mfunike hapa. Karatasi funika hapa, maana yani na ushindwa kuangalia. Funika tu mara moja. Naomba wale wenye vifaa mje. Mbebe na hiyo na ya kupigia hiyo. Na hiyo ya kupigia njoo ni nayo. Kumwanzia hapa kwa mlasu. Ifanya hakuna anayeweza kuvunja kazi. Ni kama punje. Leo ninataka kushukuru watu wachache na kupa historia kidogo. Kwa nini imeanza ile historia zetu za Music House. Zamani sana kwenye mwaka 95 nimefika hapa kama kijana kabisa, na miaka
20 tu nilikuwa kidogo, nimemaliza shule tu na nimefika hapa kama mtoto tu na Berlin Mission nilikuwa volunteer na walisema pale Iringa wameanza na Huruma Center na center kwa watoto wadogo, labda unaweza kufanya kazi pale. Nimeanza pale kazi na wameruhusa kwamba mimi ninakaa kwenye nyumba kwenye dira pale Gangilonga kwenye Haus Berlin na nimekaa karibu na walimu Obed Mela alikuwa jirani yangu kabisa. Na moja kwa moja nimeona kwamba ameenda kwenye kwaya hii na kwaya hii na kwaya hii na mimi nilikuwa mtoto za kuimba kabisa na nimemfuata kila mahali na nimeimba na yeye na lakini pia nimefanya kazi Huruma Center. Baada ya muda chache tu, wiki chache tu, nimesikia Askofu Mdegela ameniita ofisini na niliogopa kidogo, labda nimekosea kitu, lakini ameniita kuniambia, sasa Carolina, tunabadilisha ratiba, nimesikia unapiga muziki nyingi, wewe na Obed Mela mtapata sasa ofisi za muziki kuandika nyimbo zote za Diocese Iringa hapa na labda mtafundisha walimu za kwaya tofauti na mtaandika noti nyingi, lakini pia ninaomba kwamba utaenda kwenye kijiji yangu Ipalamwa kufundisha pale wimbo. Tunataka kushinda kwenye mashindano za kwaya. Nenda pale fundisha wimbo za Ulaya. Na tumetafsiri wimbo. Bado nilikuwa kijana bila kuwa mwalimu za kwaya, lakini huyu mzee ameamini kabisa kwamba mimi ninaweza kufundisha, sikujua. Na amenipeleka mpaka Ipalamwa na pale nimemkuta mzee Mkemwa na mtoto wake Alexi Mkemwa na pia huyu kwa mfano Emma Nyamoga, wote walikuwa vijana na moja kwa moja nimependa Ipalamwa sana na walikuwepo vijana wengi ambaye waliimbana kwa nguvu na upendo kubwa na wamenikaribisha bila kwamba nilikuwa sio mwalimu bado. Nimemwangalia Obed Mela tu anafanya vipi na nimekumbuka wamepiga biti vipi pale Ujerumani, lakini sikujua kitu. Huyu ameniamini kwamba ninaweza kufundisha na nilikuwa muda mingi sana Ipalamwa na nimezunguka na Alexi na Emma na Inela na watu wengine pale Ipalamwa. Na ilikuwa mwaka na raha kubwa na hapa ninataka kuchukua nafasi kumshukuru pia Obed Mela ambaye amekupa fundament za kazi zetu za Music House hapa pamoja na Askofu Mdegela. Ninakushukuru kwa kila kitu na pia baba yako Alexi amenifundisha pia vitu vingi, kuleta pamoja maneno za Mungu pamoja na muziki zikae pamoja. Na nimerudi Ujerumani na kulia kabisa, lakini nimeona ninapaswa kuanza kusoma sasa na nimesoma kabisa muziki Ujerumani na pale nimeona mume wangu, nimefunga ndoa, nimepata watoto watatu. Baadaye nimeanza na kazi nyingi za muziki na sikuweza kuondoka muda mrefu, lakini mtoto wangu wa kwanza Anna alikuwa na ndoto pia kwenda Tanzania na amefika hapa kama mimi kwa mwaka nzima kukaa hapa Ilembula amekaa na nimeona sasa ndio baada ya muda mrefu ninapaswa kuanza tena kwenda Tanzania kumtafuta mtoto wangu, lakini pia marafiki zangu ambaye tulikuwa na contact kwa mwaka zote miaka 25 na nilikuwa na bahati kwamba askofu amenitafuta mara kwa mara na amefika hata kwa kwaya wangu kabisa kufundisha wimbo za Tanzania. Na nyamazisha. Sawa. Ndio. Na nimefika hapa kwa Anna, nimeona Ilembula, alafu nimeshika mtoto wangu na nilimwambia sasa tunaenda mpaka Iringa na Ipalamwa pia ninakuonyesha mahali wangu. Na tumefika hapa na marafiki wangu wamenikaribisha na upendo kubwa na Anna ameshangaa sana. Na Alexi alisema tutafika mpaka Ipalamwa lazima, lakini tunapita Ilula na tunamchukua mzee Mkemwa, tutaenda wote. Ilikuwa 23.
na tumeenda wote mpaka Ipalamwa kwenye safari hii. Tumeongea vitu vingi na nimeeleza kwamba ninafundisha kwaya za wimbo kiafrika kabisa pale Rostock, Ujerumani, na tunaimba sana nyimbo za Afrika na sana za Tanzania. Na Alexi alisema sisi tunapenda pia kupiga nyimbo za Ulaya na kujaribu kupiga vyombo za Ujerumani. Labda kama nini mnaimba nyimbo za Tanzania, sisi pia tunapenda kupiga muziki na vyombo vyenu. Na hii ilikuwa mbegu za Music House, kusema tutafanya vipi sasa kuleta vyombo vingi za muziki. Na nimerudi Ujerumani na kama IBM nina familia za kwaya wangu nyumbani na wamenisaidia sana. Ile wazo kutafuta vyombo za muziki imezunguka mbali na watu wengi ambaye si wafahamu kabisa, wamenipiga simu, mimi nina tarumpeta, mimi nina gitaa, mimi nina kinanda, na zimefika nyingi. Nyumba zetu imejaa kabisa na muziki nyingi. Mume wangu alisema, Carolina, unafanya nini hapa? Mpaka nimepata msaada za Gerrit Fulani kuweka instruments zote. Na halafu Alexi alisema lazima kama utafika tena unapaswa kumfahamu mwalimu mmoja ambaye ana kwaya moja ambaye ni pekee sana. Huyu rafiki za miaka nyingi anaitwa Lupiana. Na amenishika kabisa, tumeenda na Anna pamoja mpaka kwa IBM mara ya kwanza, sijui unakumbuka hiyo? Ndio. Na nimesikia sauti ya nina chini, sauti ya kwanza juu kama malaika. Nimeshangaa kabisa juu ya sound za kwaya hiyo kweli. Na ninafurahi na ninataka kushukuru leo kwamba nipo ndani za kwaya hii sasa hivi. Kweli ninashukuru sana. Mimi zizi za ndoto zetu za Music House, kwa sababu kama tuna fundament nzuri za watu kama nini, inaweza Music House inaweza kuwa meti kubwa na maua nyingi baadaye, na inafika kwenye mbali kabisa, hata kama hatutakuwepo sisi baadaye. Watoto wetu na wajukuu zetu watapiga muziki nyingi. Na kweli siku moja askofu niliwaza bado ni kweli wazo nzuri kuleta vyombo za muziki kutoka Ulaya, wakati hapa muziki za asili inatoka kidogo. Mimi napenda sana muziki za asili hapa. Yeye amejibu muziki za aina zote ni kwa kila mtu duniani nzima. Ni njema kama tunapiga muziki aina zote hata hapa na Ujerumani kila sehemu. Na basi ilikuwa msaada kwamba umesema hiyo. Ninawashukuru sana, tuendelee sisi vizuri kama tumeanza. Na Johann Sebastian Bach alisema Soli Deo Gloria. Nakumbuka nimeshasema hiyo. Tunamshukuru Mungu na tunaimba kwa nguvu kumsifu Mungu. Amen. Kitu kilianzia kwa sababu kwanza kipo mpakani na chuo, na kwa hiyo chuo kinavyoendelea na mahali hapo panavyoendelea, basi utukufu wa Mungu kwa njia ya Yesu Kristo unazidi kudhihirika hapa Iringa, katika dayosisi ya Iringa na hapa chuoni, chuo hiki na eneo hili. Mungu aendelee kudhihirisha kwamba yupo, amesimama katika eneo hili kwa niaba ya dayosisi ya Iringa, ya kanisa la Kiinjili la Kiluteri hapa na popote duniani. Kwa kero alichokifanya na ambacho Profesa Mdegela amekifanya na ninyi mmekifanya ni kazi ya Mungu. Ninyi ni kazi ya Mungu na mnachokifanya ni kazi ya Mungu, sio kazi yetu, sio kazi yako, sio kazi ya yeyote aliyejitoa, bali ni kazi anataka kuifanya mahali hapa. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu na kumwomba aendelee kuwa pamoja nasi, aendelee kusimama mahali hapa, aendelee kutubariki na kuleta na ufalme wake hapa nchini kwetu Tanzania na katika dunia nzima. Mungu aendelee kuwabariki, Mungu aendelee kutubariki. Nimkaribishe Bishop Mdegela kwamba sasa asimame ili atoe neno la mwisho la baraka
kwa niaba ya Bwana wetu Yesu Kristo. Asante sana. Asante. Simama tusogee. Tunajifua. Mimi ni mtu ambaye huwa nakumbuka vitu vingi. Nilipochaguliwa kuwa askofu, nilitoa baraka. Nimechaguliwa kuwa askofu na mchungaji Fue naye akaingia kwenye kinyang'anyiro cha uaskofu. Karibu amdondoshe askofu aliyekuwepo. Msaidize, Msange. Karibu amdondoshe Msange. Sasa nilikuwa namwangalia nasema angekuwa msaidizi wa askofu. Lakini urafiki wetu mimi na yeye ndio umewapa hiki kiwanja. Kwa sababu mimi nilihakikisha amekuja hapa. By hooks and crooks. Si mnajua nikianza jambo simalizi. Sasa yuko hapa ametubariki sana bwana. Asante sana bwana kwa kutubariki sana. Asante sana. Nilifikiri mtaninyang'anya kiwanja hicho cha Makorongo. Hicho walisema sio kiwanja, nikasema hicho ni kiwanja. Kwa hiyo hii korongo wote mpaka kule juu ni la kwangu. Nakuja kulilaza hapo na sasa mkija kwenye mazoezi mtakuta mabweni mtalala hapo. Okay, tufike mwisho. Mimi nianze kwa kuwashukuru sana tena ninyi. Kama alivyosema mchungaji Fue, hiki mlichofanya sio kidogo na kitakumbukwa katika maisha ya kanisa hili daima. Alichokisema Alex na wanachokifanya hawa vijana watatu, lazima tuwape guidance, mwongozo. Waendeje na diocese, waendeje independently. Nina uzoefu mkubwa sana wa Tanzania na Kenya na Uganda na Afrika Kusini. Mnaanza kigrupu hivi, mkisha ingia kanisani, anakuwa mzee wa kanisa mmoja anataka na yeye awe na sauti. Anakuja mtunza hazina na yeye anataka awe na sauti. Alafu baadaye kinavurugika. Kwa hiyo lazima Fue ni advocate na kuna advocate hapa. Tutaandika katiba ambayo kanisa lina nafasi yake. Lakini wanamaliza neno la Kiamerika. Waamerika wanasema eyes on, hands off. Pelekeni macho, toeni nini? Mikono mtuachie wenyewe, tunafanya wenyewe. Na hii itawapa uhuru. Basi wote naomba ujishike hapa kwa mkono wako wa kulia na wa kushoto nyosha. Tuseme maneno haya huwa wanasema wa Presbyterian. Emma upo? Namuona sana. Haya, nyosha mkono, tutaongea baadaye. Tuseme pamoja. Bwana Yesu, mimi ni wako. Mambo yote ninayofanya hapa duniani, naomba unilinde, unibariki, unitunze. Natamani sana siku moja nije mbinguni, niimbe pamoja na wewe. Hiyo ameshinda kusema niimbe pamoja na wewe. Anasema nini? Ninaomba nikuthibitishie kwamba nakupenda, nitakupenda, nitaendelea kukupenda. Naomba unibariki. Amen. Bwana awabariki na kuwalinda. Bwana waangalie nuru za uso wake na kuwafariji. Bwana wainulie uso wake na kuwapa amani. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Hii ndio kwaya ya kujiunga. Asante.
Tazama ishi sasa, tazama Yesu, amesema mwenyewe, haleluya, utaishi ukitazama. Tazama ishi sasa, tazama Yesu, amesema mwenyewe, haleluya, utaishi ukitazama. Nawe shika rafiki yangu, haleluya, wokovu pekee wa Bwana. Tazama ishi sasa, kumtazama Yesu, amesema mwenyewe, haleluya, utaishi ukitazama. Tazama ishi sasa, kumtazama Yesu, amesema mwenyewe, utaishi ukitazama. Sina cha kukuficha, sina niwezacho ila neema yako. Uso wako Bwana uende nami kila saa, bila neema yako nitapotea. Toka mwanzo wangu liko kusudi lako, nataka nijue ili nilitimize, na ifike mwisho matunda uyaone wewe, naweka mbolea na kumwagilia, na ifike siku nikafurahi nawe, wakati njema pamoja na malaika. Jasho machozi yatafutwa kwako, nisaidie peke yangu siwezi. Jasho machozi yatafutwa kwako, nisaidie peke yangu siwezi. Lile taji ulilokwisha liandaa, nachuchumilia nami nikavalishwe,
japo wakati mwingine ninakata tamaa, nakaza moyo kutazama wokovu. Uko wewe peke yako uliye najua njia ninayoipitia, nionyeshe mwanga niendelee kusogea. Mimi ni wako, mimi si wa Shetani. Naifike siku nikafurahi nawe kwa kazi njema pamoja na malaika. Kesho machozi yatafutwa kwako, nisaidie peke yangu siwezi. Kesho machozi kwako, nisaidie peke yangu siwezi. Naifike siku nikafurahi nawe kwa kazi njema pamoja na malaika. Kesho machozi yatafutwa kwako, nisaidie peke yangu siwezi. Unazo habari za Sayuni tukufu, najua akija Mwokozi nami nifike kwake, nifike juu mbinguni juu, kwa imani nami nifike kwake, nifike juu mbinguni juu, kwa imani nami nifike kwake. Tazama haja upesi, ushike ulicho nacho, atakapokuja Mwokozi nami nifike kwake, nifike juu mbinguni juu, kwa imani nami nifike kwake, nifike juu mbinguni juu, kwa imani nami